la kwanza tulisikia vile Mungu alimponya Naaman ukoma wake. Na katika Injili vile Yesu Kristo alitembea kwa mipaka ya Galilaya na Samaria, akakutana na watu wa ukoma, akawaponya. Kwanza kabisa ule uponyaji wa Naaman ulituonyesha kwamba japokuwa Mungu aliteua taifa la Israeli kama teule lake la kipekee, Mungu alichagua Israeli liwe takatifu, na kupitia kwa Israeli watu wote wapate utakatifu. Mungu apate kusambazia ubinadamu mzima utakatifu wake kupitia kwa Israeli. Hivyo Israeli ilikuwa na wajibu wa kimishonari, kupitia kwao Mungu apate kufikia mataifa yote. Na katika Naaman tunaona hiyo ikitokea. Mungu anamponya Naaman kwa kutumia Israeli, kutumia mto wa Israeli, kutumia Jordan, kutumia nabii wa Israeli Elia, ambaye anamshauri Naaman jinsi ya kufanya na kutenda ili kuponywa. Alafu tunaona vile Naaman hakuponywa tu mwili wake, ngozi yake, roho yake iliguswa, akabadilika. Na wakati alitoka Israeli, alitoka na udongo wa Israeli kwenda nao makwao, ili akifika huko autandaze, apige magoti juu yake na aombe Mungu wa Israeli. Na kuombea juu ya mchanga wa Israeli ilikuwa kana kwamba kuombea katika Israeli ambako ule mchanga ulitoa. Kwa hivyo aliunganika kwa njia ya kipekee na wana wa Israeli waliomuomba Mungu wa kweli. Kwa hivyo kazi ya kimishonari na mwito wa kimishonari wa wana wa Israeli ulifikia lengo lake kupitia kwao. Upendo wa Mungu ufikie mataifa, na huo upendo umemfikia Naaman, mtu wa mataifa. Ameponywa mwili, lakini pia ameponywa roho. Na katika Injili Yesu Kristo tunaona vile amevuka mipaka. Ameenda mpaka kwa mipaka ya Galilaya na Samaria, kuonyesha kwamba upendo wa Mungu umekuja kupitia kwa Yesu Kristo ili avunjilie mbali kabisa mipaka ambayo inawagawanya wanadamu. Na katika hilo jambo amemponya Msamaria, mmoja wao wale ambao walikuwa na ukoma. Hivyo basi katika Kristo pia lengo la taifa teule la Israeli limefikia lengo lake, hivi kwamba Yesu amewaponya sio tu Wayahudi. Miongoni mwa wenye walikuwa na ukoma wakaponywa na Kristo kumekuwa angalau na Msamaria mmoja. Yesu amesukuma upendo wa Mungu mpaka umeenda miisho ya ulimwengu, kwenye mipaka ambako wanadamu wanagawanyika, mipaka ambayo inaleta uhasama, inaendeleza uhasama miongoni mwa wanadamu. Yesu Kristo amekuja kubomoa hizo kuta, ili sote tuishi katika umoja na upendo. Uponyaji, ukombozi, wokovu wa Mungu kupitia kwa Yesu Kristo ni wa kila mtu. Kwa hivyo Israeli ilikuwa na mwito wa kimishonari, ili kupitia kwao upendo wa Mungu ufikia watu wa mataifa. Na tumeona huo upendo ukiwafikia kupitia kwa Naaman, kuponya mwili na kuponya roho.
Yesu Kristo amekuja kukamilisha na kufanya timilifu upendo wa Mungu, wa kupeleka na kusukuma ule upendo uende mpaka kwa mipaka miisho ya ulimwengu. Jumapili hii upendo wa Mungu ambao umeshaweka msingi miongoni mwetu, umeshakita mizizi. Masomo yanasisitiza umuhimu wa sala, umuhimu wa maombi. Wale walioundwa katika taifa teule la Mungu wako chini ya uongozi wa Mungu. Inawapasa waendelee kutimiza, waendelee kuweka ukaribu wao na Mungu kupitia kwa njia ya sala. Katika sala tunaona jinsi Mungu anatupenda, Mungu anatulinda, na sisi bado tunaweka uhusiano wetu na ule upendo wa ukaribu karibu na Mungu. Katika somo la kwanza, kitabu cha Kutoka, wana wa Israeli wameshatoka Misri, wamevuka bahari ya Shamu kwa mkono wa ile fimbo ya Musa. Ukishavuka, umeendelea na safari, umekumbwa na njaa, umelalamika, Mungu amewapokesha, amewasaidia, amewapa chakula cha mana, wamekula. Wameendelea, wamefika mahali ambapo hakuna maji, wamelalamika. Kwa nguvu za Mungu, ishara yake fimbo yake Musa, wamejaliwa kupata maji kutoka kwa mwamba. Musa aligongesha pale fimbo yake. Wanapoendelea na safari, sasa wamekutana na pingamizi nyingine, hatari nyingine ya safari ya kuelekea nchi ya ahadi. Wamekutana na Waamaleki ambao wameanza vita, wameanza kupigana nao, wana nguvu kweli. Na tumeelezewa jinsi wana wa Israeli wameshinda hii vita. Wameshinda vita ndio kwa kwenda kwa vita, lakini zaidi hata hiyo wameshinda vita kwa sala ya Musa. Na Musa hakuwa peke yake katika sala. Musa katika sala amesaidiwa na Haruni na Hur. Tumeambiwa kwamba Musa alipokuwa amenyosha mikono pamoja na ile fimbo, ishara ya upendo wa Mungu, wana Israeli walishinda katika vita. Mikono yake ilipoanguka chini, walishindwa katika vita. Sasa ilibidi mikono yake ibaki katika hali ya sala. Lakini Musa ni mzee, karibu miaka 80 sasa. Unafikiria mzee wa miaka 80 kuweka mikono juu hivi kwa muda mrefu ni vigumu. Kwa sababu amesaidiwa na Haruni ambaye pia ni mzee, na huyu Hur. Wanashikilia mikono yake ili ibaki katika hali ya sala. Wana wa Israeli wakiwa katika vita. Tumeambiwa kwa nguvu za hiyo sala, kwa uwezo wa Mungu, wana wa Israeli wameshinda Waamaleki. Kwanza sala, lakini sio sala tu, sala kwa pamoja. Yeye na Haruni na Hur wamedumu katika sala. Wako safarini kuelekea katika nchi ya ahadi. Wamekumbana na hatari, wamerudi kwa Mungu. Ukristo, uamini Mungu ni kusali na kutenda. Na kule kusali na kutenda wakati mwingine inapaswa kufanyika katika jumuiya. Mwaka uliopita
tumesherehekea miaka 50 ya jumuiya ndogo ndogo katika maeneo ya AMESEA. Maeneo haya yetu kutoka Zambia, Malawi, Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Djibouti, Somalia. Hayo ndio maeneo ya AMESEA, Association of Member Episcopal Conferences of Eastern Africa. AMESEA. Hata kuna chuo chetu hapa cha Kuea. Kuea ni mtoto wa AMESEA, Catholic University of Eastern Africa. Mwaka uliopita tumesherehekea miaka 50 tangu jumuiya ndogo ndogo zianzishwe. Na jumuiya ndogo ndogo ni kusali na kutenda. Kuja pamoja kama Wakristo wanaoishi kwa karibu, wanaojuana vizuri, ili turudishe sala zetu kwa Mungu na tutende katika jumuiya ndogo ndogo, kutembelea wahitaji, kwenda kusaidia, kutenda wema katika jamii. Na AMESEA inatuambia kuwa Mkristo ni kuwa katika jumuiya ndogo ndogo. Miaka 50 ya jumuiya ndogo ndogo. Je, wewe umo katika jumuiya ndogo ndogo gani? Are you in a small Christian community? Hey, I was asking a question. Are you in a small Christian community? Yes. Are you in? Yako inaitwaje? Mtakatifu nani? Inaonekana mpo katika jumuiya ndogo ndogo. Mnaona umuhimu wa jumuiya ndogo ndogo kufanya kazi pamoja kwa bidii. Musa, Haruni, wamedumu katika sala, na kwa sababu hiyo wana wa Israeli wameshinda vita dhidi ya adui. Safari yao inaelekea nchi ya ahadi. Na sisi Wakristo hapa ulimwenguni, safari yetu ya Ukristo, sisi ni pilgrims of hope, together in prayer. Tunaelekea nchi ya ahadi, ufalme wa Mungu. Na sisi pia tuna hatari zetu ambazo zinatukumba. Tunaelezewa katika masomo ya leo kwamba tudumu katika sala. Njia moja ya muhimu ambayo tunaweza kushinda vishawishi hatari katika safari yetu ya kuelekea ufalme wa mbinguni ni sala, sala, sala. Mikono yetu idumu katika sala, ishikiliwe kule juu katika sala. Hiyo ndio njia ambayo ni hakikisho kutoka kwa Mungu ataendelea kudumu na sisi. Ni vizuri kwamba tumeweka hapa grotto. Mama yetu Bikira Maria inasisitiza hilo jambo, kusoma sala, lakini pia sala za binafsi, kwa mbele ya grotto, kuomba usaidizi wa watakatifu, Mtakatifu Bikira Maria na watakatifu wote watusaidie, watushikilie mikono yetu katika sala, sababu wakati mwingine tunachoka. Unaanza kuomba rosari, unashtuka ulilala, unakuta rosari kwa sikio, nani yasikio asubuhi. Tulienda tu, ulikuwa umechoka, angalau ulilala ukiomba, ukisali. Hata Mungu akija kuchukua wakati huo, atakuchukua, ulikuwa unasali ulipolala. Haukulala ukiwa na nyaugenya kwa mdomo. Hiyo ni tofauti, si ndio? Ulikuwa na sala katika fikira za usingizi ukakuchukua. That is a good death. We are being taught the importance of prayer in Christian life. What role does prayer have in my life? Do I pray? Mimi huomba ama mimi hukumbusha kuomba? Nisipokumbushwa sikumbuki. Small things. In the morning, before leaving the house, pray.
Just make him a sign of the cross. Enyinguon giwawi kichwa matakatifu. Mungu nisaidie siku iwe nzuri, nirudi vizuri. Ukirudi enyinguon giwawi kichwa matakatifu, Mungu asante. Erokamano Nyasaye. Nimetembea vizuri, nimerudi nyumbani. Ishara ya msalaba inaweza kushinda. Sisi si punda, unanyanyuka tu unaenda alafu narudi. Hapana. Hata chakula, shukuru Mungu. Kuwa kama kuku, kula mbili angalia juu. Kula mbili angalia juu. Mwenye amekupatia chakula, patia chakula. Omba kwanza, anza kula. Ukimaliza hapo ndio kuna shida. Ukimaliza hapo ndio kuna shida. Watu wengi wanakumbuka kuomba kabla ya kula, lakini baada ya kula wananyanyuka tu wanaenda. Maombi kabla ya kula na baada ya kula ni muhimu. Ukitoka nyumbani, ishara ya msalaba. Ukirudi, ishara ya msalaba. Ni vizuri ikiwezekana maombi ya pamoja asubuhi, maombi ya pamoja jioni katika familia ni mazuri. Wanasisitiza umuhimu wa sala. Musa na wana wa Israeli walifaulu kwa sababu ya sala. Huyo mjane katika injili ya leo alifaulu kwa sababu ya kusisitiza. Nataka haki yangu, nataka haki yangu, nataka haki. Mpaka jaji akachoka. Japokuwa mimi simwogopi Mungu wala mwanadamu, lakini kwa sababu huyu ataendelea, acha nimpe haki yake. Je, ikiwa jaji mbaya anatenda hivi, je, Mungu ambaye ni mzuri kwa watoto wake si atajibu sala za wale ambao wanamuendea? Musa alinyosha mikono yake ikabaki juu. Angalia juu ya msalaba, ni nani alinyosha mikono kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu? Musa alinyosha kwa ajili ya ukombozi wana wa Israeli. Zaidi ya Musa katika Agano Jipya kuna Yesu Kristo mwana wa Mungu mwenyewe. Juu ya msalaba ameweka mikono juu, sala iliyo timilifu zaidi mbele za Mungu kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Na kwa sababu hiyo sala timilifu, ulimwengu mzima umekombolewa kutoka katika hatari. Ametufungulia njia iliyonyooka kuelekea kwa Mungu. Na yapasi kufanya ni kuingia na kuingizwa katika sala ya Kristo. Kujihusisha katika sala ya Kristo. Na hilo ndilo ambalo tunafanya kwa mfano sahihi katika misa takatifu. Misa takatifu ni sala ya Kristo kwa Mungu. Na sisi pia tunataka mikono yetu iwe juu. Tuunganike na Kristo kwa ajili ya ukombozi wetu. Akatufundisha jinsi ya kusali. Hiyo sala aliyotufundisha tunaomba kila mara katika misa kabla ya komunyo takatifu. Uno maepolo nyingi mondo luor loch ni obi, dwaro ni mondo timre piny kaka timore e polo. Imiwa. Unaposoma hiyo sala, hiyo ni sala ya kimungu, imetoka kwa kinywa cha nani? Cha Mungu mwenyewe. Jesus has taught us to pray. That is the only way to be in contact with God, with Jesus Christ. To be in union with the prayer of Jesus Christ for the salvation of the world, which is Mass, sacrifice of the Mass. The perfect prayer for humanity. The perfect prayer because it's the prayer of Jesus Christ himself. On the cross, he extended his arms. He remained there with the nails? No, but because of his decision. Though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped. He emptied himself. He took the form of a servant because of love. And invites us to remain in union with him in prayer.
Leo kabla ya misa kulikuwa na sala ya kuabudu Ekaristi takatifu. Kuabudu Ekaristi takatifu. Wa Kristo, tuombe Mungu Jumapili atudumishe katika sala, atufundishe kuomba, na tuombe pamoja na kuomba tutende. Musa aliomba, Yoshua na wana wa Israeli kule chini walipigana vita. Kuomba na kutenda ni mtindo wa Mkristo. Na jumuiya zetu ziwe na nguvu katika sala, ziwe na nguvu katika kutenda ukarimu, kuendeleza upendo wa Mungu, ili ile sala kuu ya mkombozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo iliyotufungulia milango ya kuelekea uzima wa milele, nchi ya ahadi, ufalme wa Mungu, tuweze kuikumbatia, kuingizwa katika hiyo sala mpaka itufikishe nyumbani. Jowetena ni nyithindwa madhi nwang'o sakramit mar konfirmasio. Abo kwayo jopuonj dini 4 mondo kaw misuma kuomgi obi omake misuma maduong' mar altar mar Paska. Kama untie no kik uwuogi, jopuonj 4 tak bi kaw misuma achiel 2 kuomgi ibi mok misuma maduong' mar altar. Ka gisemoko misuma gi duto, wabro chung' mondo wanwo singruok mane wanwang'o chieng' baptism wacha. Kwaya wimbo wa Roho Mtakatifu. Tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Tunasikia mambo hayo ya Mungu wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Kutoka nchi mbalimbali duniani, ina maana gani? Linashangaza jambo hili. Kwani wa Galilaya, sisi ni wa makabila ya kutoka nchi mbalimbali duniani, ina maana tuweze kusimama sisi sote.
Kabla mjapokea sakramenti ya kipaimara, nyinyi pamoja na sisi sote tuliokusanyika hapa mtarudia ahadi zenu za ubatizo, ambapo mtamkataa shetani na kutangaza imani yenu katika Mungu. The response will be, I do. All together. I do. I do. I do. I do. I do. Do you renounce Satan and all his works and all his empty promises? I do. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who today, through the sacrament of confirmation, will be given to you in a special way, just as he was given to the apostles on the day of Pentecost? I do. Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. This is our faith. This is the faith of the Church we are proud to profess through Christ our Lord. Amen. Dearly beloved, let us pray to God the Almighty Father for these his adopted sons and daughters, already born again to eternal life in baptism, that he will graciously pour out the Holy Spirit upon them to confirm them with his abundant gifts, and through his anointing conform them more fully to Christ, the Son of God. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, who brought these your servants to new birth by water and the Holy Spirit, freeing them from sin, send upon them, O Lord, the Holy Spirit, the Paraclete. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety, the spirit of the fear of the Lord, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Koroni kidwa mabo nuango sakramit mar konfirmasio kikonyo gi jopuonj dini gibro pango lain ariyo, to e lain ka lain wabo keto gi nyithindo 5 ma yawuoyi 5 ma nyiri. Kamano lain ariyo. Dak wasechako wapange lain ariyo, wapango gi 5 ma yawuoyi 5 ma nyiri. Kamano. Wasimamizi mkuje karibu. Sponsors, come close, come to the altar. Choir. Hallelujah.
Kwa lugha yetu wenyewe tunasikia